Zote,
good job. Yes, Jehovah. Bakari Masaya. Rina Masekendelboza. Yes, we glorify your name, Father. We give you honor and worship. You are our Lord. Wewe ndiye Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna aliye na uwezo kuliko wako. Tunasambaratisha nguvu zote za giza. Nguvu za wachawi, nguvu za waganga, hata za majini, za mapepo ya kuzimu, zote tunasambaratisha. Ninakamata anga ya majini kutoka baharini. Ninakamata anga ya mapepo kutoka baharini. Jin Faruk, Jin Jabbar, Jin Jabril, nakamata kazi yako yote. Nakamata anga kutoka kwa mwezi, hata kutoka kwa nyota. Ninasambaratisha kutoka kwa misikiti. I destroy and bring you down in the mighty name of Jesus Christ. Nairobi is a territory of Jesus Christ. Wachawi na waganga, Freemason na Illuminati, wote katika ambao wanazunguka na dini zao za kiuchawi, ninakamata anga zao. Ninakamata anga zenu. You the chief priests were demonic powers. I arrest every demonic power that you have. You the chief priest of the Freemason, I arrest every demonic power that you have. You the chief priest of the sheikhs of the mosque, I arrest every demonic power that you have. From today, I decree and declare, Nairobi is a holy nation. Nairobi is a holy state. Nairobi is a holy city where Jesus only is ruling. In Jesus' name we say amen. Thank you. Sometimes it's good to pacify. Sema kupacify. Unapiga makwekwe zote na maumbu zote, unapiga dawa zinakauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani ameharibu hiyo? Tu balance kidogo. Wacha kuenda mrefu. Najua ni mrefu na kinga sauti mrefu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigeni huyo jamaa makofi. Nashukuru sana tena kuwaona. It is a very powerful time, a very powerful moment for us to receive the word of God as he has instructed me. Thank you. It's good now. As he has instructed me to come and teach you this word. It is powerful. It's going to change your life. It's going to change everything. Can you just hold the hand of your neighbor? Just hold the hand of your neighbor. Mshike tu mmoja tu huyo. Mshike na mkono wako kama ni salamu tu. Mshike venye unashikanga mtu kimsalimia. Na kama hauko na mtu, jishike tu. Ama utafute mtu yeye hivyo. Mwambie ndugu. Mwambie hapana, sikiliza. Mwelewe Kiswahili. Ndugu ni nani? Ndugu. Ni brother. Wacheni upuzi. Ndugu ni unisex. Umeelewa? Kaka ndio brother. Dada ndio sister. Mwambie ndugu. Mungu akubariki. Ninakuombea. Mahali popote utakuwa kutoka leo, uwepo wa Mungu uonekane kwako. Waliokudharau, waliokuchekelea, waliokuona ukiwa chini, watakuona ukiwa mbele. In Jesus' mighty name. Thank you, thank you, thank you. Be seated now. Be seated. Kuna kakadude pale kwa hii system ya hii. Ukafinya ndani ndio ukamaliza feedbacks. Kila mtu akae pande hii sasa. Nataka nyinyi wote niwaone kama mnaniangalia. Wao wote. You move this way. And God will bless you. You know what? Sikusema usime kabisa. Umekatoa, hebu nisikie. Ametoka. Sawa, sawa. Thank you. The topic today inasema namna gani? In my weakness, he is strong. Bwana Yesu asifiwe sana. In my weakness, my God is strong. My God thrives in my weaknesses. God does not operate with qualified. He qualifies the unqualified to work with them. He does not work with your intelligence system. He does not work with your money. He does not work with your strength. He does not work with how powerful or how wonderful you are, how special you think you are, how neat you think you are. He only works with the people that are weak so that he can be glorified through the weakness. Bwana Yesu asifiwe sana.
I want to encourage someone today that whatever situation that you are in today, it is not demonic, it is godly. Hallelujah. Paulo alienda because he had so many weaknesses. No, Paulo and Warigi are brothers. Sindio? Si mnajua hivyo? Paulo is my elder brother. And we came from one mother, and our characteristics were same. We were both Al-Shababs. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama unafikiria Paulo alikuwa nini? He was a terrorist. He was an Al-Shabab. Kama Warigi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. And those are the characteristics that God wants. People who are strong, people who are powerful, people who can make things move. Ndio naonanga sitakangi mtu ambaye anakaa maziwa. Hallelujah. Sitakangi mjinga, mtu anakaa tu kiupuzi. Nataka mtu ambaye anaweza kusukuma kitu kinaenda. Hata kama gari haina miguu, unaisukuma na inaenda. Baka watu wanauliza, ni nini ilitoa hii kitu ikaenda hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. That is the most important. That's the kind of people God is using. Kama wewe ni yule mtu msofti mayai, mtu wa serelaki, mtu wa spaghetti, you are going nowhere, my dear. Since the days of John the Baptist, the kingdom of heaven and the violence, it's taken by force. And why are you behaving like you don't exist in this world? Why are you behaving like you don't read your Bible? Why are you behaving like you are just dropped from somewhere? Hapa ni kupambana, ni vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vita. In my dream tonight, I'm so happy with my God. He has opened. Najua nilikuanga siotagi. Niliambiwa, mtu mwingine aliniambia niondoe hiyo mambo ya kuota, maana ni ya Wakorino. Kumbe alikuwa anataka kuniondolea communicate na Mungu. Maana niliomba nikaambia Mungu niondolea vitu za Wakorino sitaki. Sasa wakati nilijua nikarudisha, nimeanza kuota. Sasa today katika ndoto zangu niliona I was somewhere. It was like in this place, but something ilikuwa glamorous, ilikuwa gold. Something wonderful, a very special place. Now, it was like in this place because I was preaching. I don't know where I was preaching, but it was like in this place. I can't really say it is this place, but it was like this place. And jini tatu zikakuja. Sema jini tatu. Jini kubwa tatu zikakuja. Jini moja ilikuwa inaitwa jini Faruku. Ilikuwa imeandikwa jina hapa, jini Faruku. Si mnaanga mtu wa Ruto anakuanga na vita mingi. Kuna jini zinaitangwa Faruku. Faruku ni jini ya vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaitangwa jini Faruku. Alafu kukaingia nyingine inaitwa jini Jabal. Sema jini Jabal. Jini Jabal ndio inatumikanga na Waislamu ile wanakujanga kuiba mali zako. Unaonanga Waislamu wafanyangi kazi sana, lakini they are rich. Wanakuanga na jini Jabal. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ndio wanatumianga kufanya biashara nayo. Ukienda kwa duka yote ya Muislamu utasikia kuna uvumba unanuka. Ukiona ameakisha ka green, hiyo ndio jini Jabal. Hiyo kitu inatembea hiyo. Sasa hiyo moshi inatembea. Ukiingia uko lazima ununue, upende usipende. Si unaonanga watu wanachanga laptop za River Road na hivyo ziko cheap na ni nzuri. Wanaenda kununua kwa ule kwa msikiti pale juu. Unaenda kununua ya 180 na hapa chini wanauza 140. Na ni the same. Hata wale hiyo ndio zao ni fake. Kwa sababu wameweka jini Jabal. Kuna ndutura unaonanga nyingi hapo zinalishwa hapo. Hizo ni majini. Sasa hizo ni kijini kinakuanga kimelala juu ya mabati. So jini Jabal ndio Waislamu wanatumianga kufanya biashara nayo. Hiyo ndio inawatafutia biashara. Itakuja kupora pesa impelekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Then kukakuja jini Jibril. Sema Jibril. Jini Jibril ndio hutumika kama spy. Inaitangwa the monitoring spirit. Ukiona Muislamu akitembea mahali kama sasa ukienda Isiri utakuta kuna wale wanazunguka tu, they are aimlessly moving around. Hakuna kitu wanafanya, lakini wametoka kwenye misikiti. They are aimlessly, yani they are aimless, and sometimes you find them wako barefooted. They are invoking jini Jibril. Jini Jibril is for dominating. Bwana Yesu asifiwe sana. Jini Jibril ni ya nini? For dominating. So as I was praying, nikalala afu nikaona ndoto. They came. When they came, zilinikuta moja ile Faruku ndiye alitangulia. Sasa Faruku alikuja na vita, alikuwa anataka kunipiga vita. Then nikasikia risasi imepigwa, nilisikia ka upepo hapa kwa hii hapa nyuma, nitaje hii jina.
hapa nyuma tu, nisitaje jina. Nisikia kamoto kamepita shush, lakini nilifanya tu hivi kakapita tush, kwa sababu ni kama niliona hiyo risasi venye inakuja, nikafanyaje ikapita na huko, kwa sababu alikuwa I think walikuwa nataka kunilenga hapa. So wakati nilifanya hivi ikapita chush, ikaenda huko, ikakoka ukuta. Ilipokoka ukuta ilirudi ikiwa fire. Iliporudi nilicommand, niliambia shh, ikaingia kwa Faruku akaanguka chini. Shh, ikaingia kwa Jibrili akaanguka chini. Shh, ikaingia kwa Jabal akaanguka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to tell you tonight, God has empowered you to be able to control the powers of your enemy. They will throw stones to you. You will catch the stone and return them. See that sio ile return to sender, msiende hiyo biashara return to sender, but you will be able, yani you will not even know what is happening to you. You will not be in any way involved, but you will find the enemy is planning and God is fighting for you. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I'm saying, in my weakness my God is strong. In my weakness, because Paul at some time he had a thorn in the flesh, and that sometimes he was so weak that he thought, let me speak to God and tell God, the situation is too harsh for me. I cannot be able to proceed. I cannot be able to do this. It is so tough, because some of us are facing challenges. Hey, wakaidi mwile. Hawa mama unaona amekaa hapa na baba amekaa hapa, akakufungulia what's happening in their lives. Hata utasema utabia Mungu wacha nikae. Ni kama wale wajamaa walikuwa naomba viatu Mungu. They ask God, Mungu utanipatia kiatu lini? Mungu utanipatia kiatu. Akauliza, wakaomba mwezi mzima, mwezi kingine, mwezi ya tatu wanaomba Mungu kiatu. Mpaka Mungu akaona hawa watu wamenisubua, wacha niwapeleke mahali wa understand ni kwa nini siwapatii for now. So wakapitisha, I suppose ni kama pale Moi Avenue ama Kenyatta Avenue, wakateremshwa hapo kutoka, walikuwa na watu wakawagware hivi ya Makibera, si ndio? Ukiangalia hiyo sinaona kama ni watu wa Kibere hawana viatu. Sasa wakaambia kujeni niwapeleke nikawapatie viatu. Wakakuja Kenyatta Avenue hapo kwa corridors za maduka, wakakuta watu hawana miguu. Huyu mwingine kamguu ni kangukuru, mwingine hapa, mwingine amekatiwa hapa, mwingine anaenda hivi, mwingine anaenda na tumbo, mwingine ni kugaragara na garagara. Do you know what they told God? Papa dikwenda irato haya maguru sitaki viatu, patia hawa nini, at least I'm walking. These people are all walking. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes there are challenges that you face. You think that you are going to die tomorrow, but I'm telling you, it is not a challenge. It is a system of God to educate you. It is a system of God to move you to the next level. It is a system of God to empower you. It's a system of God to uplift you, because you are being uplifted. For you to become successful. I was teaching some people about, they were in the ministry of healing. And these people who are in the ministry of healing, aliniambia ameteseka miaka 8 hospitali kwenda kutoka, hawakuda kutoka. Na mwingine alikaa hospitali miaka 2. Alichomeka, alipigwa, alichomeka. Alipochomeka, alichomeka kitu 50% burns kwa body yake. Sasa alibidi akae hospitali. Do you know this woman alikuwa capable always kuombea watu. Watu wakikuja alikuwa anawaombea wanatoka. But she stayed there sick for 2 years. Lakini watu wote walikuja hapo, alikuwa anawaombea from her bed. Bwana ananiambia utaondoka hospitali, haukufi. Leo jioni utaachiliwa, na anaachiliwa. Sasa swali lilikuwa, yeye alijaribu kujiombea aachiliwe. Mungu anamwambia bado kazi hujafanya. Sasa looking at those things, I was teaching them that God will never give you a ministry without taking you for practicals. Bwana Yesu asifiwe sana. Today the woman is praying for the sick and they are being healed. So this woman alichomeka mwili ndio aende practicals za healing. Bwana Yesu asifiwe sana. That is God for you. He's so cruel. He's so unfair. Sometimes God is so unfair, and that he burns you so that he can give you something that will glorify his kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. So the challenge you are going through today is not meant to destroy you. It is meant to strengthen you and empower you to your ministry. The rejection you are facing today is meant to empower you to become.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kuchukiwa, hiyo kurejectiwa, hiyo kudharauliwa, hiyo kuonewa, hiyo kutokubalika mahali popote unaenda, kuna unapangwa, unatengenezwa. Ndio siku ya kutumika watu watakuja ni mareject watupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watakao kuja kwenye ministry yako ni watu rejected, so you will be able to handle them. Watakuja na visarakasi, huyu atakuja sarakasi yake, huyu atakuja na yake, huyu atakuja hivi, huyu atakuja, lakini you accommodate them. That is why you find me, I have a big shoulder to give you to cry on. Kwa sababu mimi nilipitishwa Mungiki, nikapitishwa Kibera, nikapitishwa Mukuru, nikapitishwa kwa waizi, nikapitishwa kwa uaji, nikapitishwa kwa rapist, I have gone through every person. Ndio unaonaga nyinyi hapa, nikiangalia masura nyinyi hapa, hii ni mikora tu iko hapa. Ile ukora mmefanya, ile maneno mmefanya dunia hii, ukiekelewa kwa kitabu kule mbinguni Mungu anasema msiandike zaidi, hiyo imetosha kwa hukumu. Wacha kuongeza ingine. Sasa ndio nyinyi wote mliletwa kwa nani? Because I will understand you. Kuna kanisa utaenda watu wakose kukuamini, wakose kukuelewa tu. Watasema unaona wameanza kusema wewe ni devil worshipper. Wengine watasema hey, kama ukatumia kauni ndio nataka hiana tale. Kale kakunyita kakena kamurogi. Yani you be described. There are churches you going, you be described and the people will not understand you, but if you come here hata waniambie wewe ni mchawi, inasema hapana, yes ni mchawi, hata mimi nimeona ni mchawi, lakini ni is a daughter of God. Yes, that's simple, because nobody was born a witch. Nobody was born a thief. So for them, they will not understand you. But because I have gone through rejection, I have gone through prisons, I have gone through being put down, I have gone through these things, I can be able to understand. Hata ukikuja na uchawi yako, wanakuja hapa. Kuna kimama kingine kilikuja hapa juzi tu. Kimama kinakuja kinaingia kwa ofisi yangu, kisema oh my God, oh I can't imagine ni wewe. Kikanihagi, kikanishika mara moja, kwa mdomo mara moja. Nikajaribu kukaa hivi alafu naangalia kwa mlango kama kuna mshirika naona. Nilijaribu kukaa hivi venye nakaa hivi, kikanyalia sasa kikaenda kikinilalia. Nikaenda mpaka kwa kiti tura. Kai sasa maombi yangu nilikuwa nasema kusitokea Mkristo akuja nikuta kutasemekana ni nini sasa. Sasa imagine na huyu mtoto ni mtu, alafu alikuwa mama mnono, amenilalia hivi. By the time nijiamusha, alafu roda na ndivyo roda na kaaga biguni anakuja asubuhi, anikuta kama nimelaliwa, atasema ni nini nilikuwa nafanya. Kimama kilikuwa kimejieka ile, kimejaa safira huko. Na ilikuwa ni ya red, safari ya black. Inaitangwa nini hiyo? Ni foundation. Ni fira, inaitangwa fira. Amejaa safira huko. Meatoka ishe. Sasa alafu huko alikuwa ni wa red. Alikuwa ameweka red. Sasa you can imagine huko red. Sasa ilibidi baka nani David akaniuliza hiyo suti ulikuwa umevaa hapa. Si ilikuwa mzuri sana. Sio ndio ngevaa ndio utuhubirie. Nikamwambia hapana, nataka kuivaa the next service. Hii nataka nivae saa hii kwa sababu nataka kufanya kubariki watu. Agielewa, hapa kuna tent, hapa kuna tent. Na huko niliingia uzuri hapa. Sasa niko na kamahali, nikapakusa haraka. Nikaenda kwa kioo, alafu nikakuja hapa, nikasikia kuna kamunuko fulani ya perfume, nikarudi tena kule, nikajipakusa. Kama Mkristo kama huyu angekuja huko, angesema nini? Metugwele rutagero kou. Ile vitu inafanywa kwa hiyo nyumba, hata shetani mwenyewe hawezi kubali. Si nimeisha? But God understands. Kimama kilikuja, nikamwambia kaa chini, haki nimekupenda. Sijaipendwa na mama kama wewe. You are so beautiful. Yani unakuaga wapi siku hizi zote sijakuona? You are a God sent. Sasa kiliposikia hivyo kikaniacha kikakaa chini. Sasa kimejua kimeniwini, kikakaa chini. Sasa nikamwambia ngoja kidogo. Tufanye hivi, ninaingia kwa service. Tuende kwa service, alafu utakuja baada ya service you be number 1, alafu nitabia kuzikuja mtu mwingine ni mimi na wewe mpaka tumalize ibada ya huko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipotoka nikamwambia Joeli, huyo mama akirudi hapa mtaenda na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona ule uchacha nilitumia uchacha baya. Nilitumia uchacha, nilidanganya yeye. Kwa hivyo hata biguni inajua nilidanganya, lakini sikudanganyana kwa ubaya.
Nilidanganya na ndio nilifanya nini? Nijinasue. Msiende kudanganya. Don't try this at home. Bwana Yesu asifiwe sana. So when I am so down in my weaknesses, God comes up and raises me up. When you are supposed to die, God will come and lift you. When Paul was supposed to die, aliumwa mpaka na nyoka. This man went through hell, went through difficult situations, but say God was with him. Kuna wakati alitamania kukufa, but God came and lifted him and akamwambia, you are not going to die. You are not yet done with my ministry. We are not yet done with the movement that I want to move in you. In fact, hata ni kuanza unaanza. Na ukiangalia venye kanyumba kamefugwa na madharau. Venye tu ukifikiria alafu ulikuwa umeenda kwa microfinance umekopa kopa. Wamekuja wamechukua kajiko, wamechukua kasufuria, wamechukua TV kameenda, maana hizo ndizo vitu za maana waliandika hapo. Sasa una imagine kumeenda watoto wanakuja, hakuna raji. Na wametoka shule ni kukuja wanakuja. Kameko kameenda, tusufuria tumeenda. Na nyumba ndio hiyo imekanyerwa kafuri. Na hata simu yako imeenda na ile ya kukopa, ile ya kulipia, kama ile yako ile ya kulipia mwisho wa mwezi. Ulihama huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, therefore let us look at this one woman. I suppose we have this one woman here, but si wewe usifikirie ni wewe tunakuzungumzia. Anaitwa Dorcas. In the book of Acts chapter number 9 verse number 36. The Bible says, now there was Joppa, a disciple named Tabitha, which when translated means Dorcas. So Tabitha and Dorcas are one. Sindio? At Joppa, sasa tuseme at the synagogue here, there was a certain disciple named Tabitha. Could you be a disciple, Dorcas? Dorcas. Could you be a disciple? You are. Thank you. Do you have the heart ya you, mama? Do you give? Ama you mean? Yeah. At Joppa, and I want from today to develop Dorcases in this church. Hello? We develop what? And they see what God can do in your life. At Joppa, there was a certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good works and the charitable deeds which she did. Charitable deeds which she did. This woman had a good and a clean record. This woman was not an ordinary woman. She had good works, full of good works. That she was counted as one people that can, yani ukiona Dorcas unaona Mungu. Ukiona Dorcas at her whatever capacity. And these people are very rare in this world. The only another Dorcas we had is Mama Teresa. Bwana Yesu asifiwe sana. And another Mama Teresa has not yet come up. And I want to be Baba what now? Yani Mama Teresa, Baba? Baba Dorcas. Baba Dorcas. Yeah, Bwana Yesu asifiwe sana. I want to impart not less than 100 million people on earth. That is my desire. And I want to impart these people with you. That 100 million wataguzwa. Yani kwao, venye unasikianga Mama Teresa, ukienda Isiri pale kuna Mama Teresa, ukienda wapi kuna kakitu unaona ka project kama Mama Teresa kako mahali kama. Na kama kalikuwa kama maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kalikuwa kanaishi one bedroom the house. Lakini dunia mzima hakuna kijiji hakajaguza. Hakuna mtoto, yani dunia mzima, in every village there is a mtoto ameenda shule kwa sababu ya huyo mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama alikula chakula kwa sababu ya huyo mama. Kuna mama alikuwa na HIV, kuna baba alikuwa na kansa, kuna mtu alikuwa na matatizo, lakini kupitia kwa huyo mama, yani unakuta anasema mimi nilibarikiwa na wakfu wa Mama Teresa. Even today she's dead, but people are speaking about her. Even today they are dead, but she's dead, but there are still movement going on, blessing people. Just you ask yourself, what have I done? Hebu jiulize, hii miaka yote niko nayo duniani, ni vote. Sasa hapa kuna mtu wa biro vote hapa kuna.
ni kale tu ka 25. Wewe ni 20k 22. Wengine ni wa mama na wase kaune wake 19 gashui na kaka kage, lakini wengine sisi wote ni level 5, ni level 4 na level 5, si ndio? Uraini akiogo nawe wa level uliete level 6. Wacha kukataa age. Unajua kwa kitambulisho yangu nimeongeza miaka 3. Kwa sababu nikiwa shule nilikuwa nataka kuwa mzee. Haleluya. Nikiwa shule nilikuwa nataka nini? Kukua mzee. Hata nilikuwa napaka unga ndio nionekane niko na umvu. Alafu nilikuwa nashika guru naweka tudevu hapa ndio nionekane ni wewe. Sasa hizi najaribiki kunyoa kabisa yote ndio nionekane mimi ni kijana. Nimeanza hata ukiniuliza mimi ni miaka ngapi? Pale nilikuabilia 10 years ago ndio niko sija miaka yangu iendagi mbele. Niko bado 35. Bwana Yesu asifiwe sana. So be proud of the age that you have because it is wisdom. Venye unaendelea kukua ndivyo unaendelea kukua wisdomatic. A powerful person. At Joppa there was a certain disciple named Tabitha, which is translated as Dorcas. This woman was full of good works. That is where I want to lay my emphasis on the teaching today, that good works. The Bible is emphasizing that this woman was not known by her name. She was known by her good work. Analia kweli? Si nikucheka na cheka? Hapana. Ni wewe unalia. Kaa hapa, kaa chini. Wewe ndio unalia. Kaa hapo. Ni Asensi anamchekesa. Asensi wacha kumwangalia vibaya. Baba yake anakuanga na hasira. Sasa akikuona anaona baba yake. Mtoa hije kidogo. Tembea na hije kidogo. Nyonyesha. Sasa twende verse 37. 37 please. But it happened. Usikia? This woman was a woman that was known by her good works, good deeds. But it happened in those days that she became sick and she died. Hallelujah. Ndio ujue wewe ukililia Mungu, why me? Why me? Why am I going through this? Because there are people here asking God, why me? Why do you let me go through these things? Father, if you are alive, Father, if you exist, Baba, kama uko Baba, kwa nini niyapitie haya? Bako naimba ile wimbo inaibagwa ile machozi haya, sijui inaibagwa namna gani? Siri ya machozi haya wajua. Alafu nakuta Dorcas na timu yake ikituibisa kanisa mzima. Siri ya machozi haya ni wewe. Nani alikwambia tunalia? Mimi siri. Ule akiimba ile wimbo wake ni personal experience. Alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni personal nini? Personal experience yake. Alikuwa na machozi. Sasa ukiinvite siri hiyo, utake siri na uli, God will cause you to cry. Ndio uimbe hiyo wimbo ikuwe practical. Did you know that? Did you know that hii watu mnaitaga Mungu wa Joshua, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Musa? Do you know you invite troubles against yourself? Did you know that? Desist from calling Mungu wa Musa kama haupitii majuto Musa alipitia. Unaitaka Mungu wa Musa kwa sababu you are in the exact situation ya Musa. Venye alikuwa anateseka, venye anaenda kuuliwa, venye anaenda kufichwa, venye atachukuliwa kwa mfalme, venye ataenda atafukuzwa. The situation of Moses. Mungu tunaitaka Mungu wa Musa kutokana na vile alitendea Musa. Halo, ukiinvoke Mungu wa Musa, anakuhakikisha utaingia kwenye situation ya Musa ndio akuje akiwa Mungu wa Musa. Can you imagine now? Sasa umeita Mungu wa Joshua. Na unajua Joshua venye alifanya kupigana vita. He was fighting from one nation to another. Aliua maruto 5. Alibomoa akaenda Gibeoni akapigana. Akaenda Ai akapigana. Akaenda kila mahali. 8 good nations akadefeat on fire, fighting day by night. Alafu naita Mungu wa Joshua. Na kwako kuna amani. Hello. Mungu wa Joshua ni wa vita. Is a warrior.
Ukiita Mungu wa Joshua, kwako lazima kutokea vita ndio warrior akuje. Hiyo ndio siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio nini? Ndio siri. Ukiita Mungu huyo, you are invoking, it is not God anakuja. You are invoking the spirit that was acting during the Joshua day. The spirit of God. How did God appear to Joshua? He appeared as a warrior. So unaita Mungu akuje. Na kwako muko na peace, mnatepo hebu amka. Ndole mudhuri. Ndole wakati tutiko horo ndako nyitogo. Unajua na wapago naweza kuona na TV pale na mume wako anaangalia anasema yani ametugera mdia weka ikaragwa nyitagwa. Nyitogwo tudiugwo tudie. We are at peace. Twetanaga darling, we babe, niaje ginya tukarumanagia gatothi ucoke uthie nyumba wite Ngai wa Joshua. What will happen? The spirit of war will come in the house. Ndio unaona kama mwanaume alikuwa mzuri akiingia kwa nyumba lakini amegeuka. Ni nani uliita? You invited the spirit of war in the house. Because God, the God of Joshua must come to restore or to fight. Bwana Yesu asifiwe sana. Ita Mungu ya nani? Ita Mungu ya nani mwingine? Ya Jakobo, mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utanyemelea kitu ya brother yako na uibe ndio utoroke uende kwa Labani ukateseke. Ndio akuje akubadilishie jina kuita Israeli. Utapita hiyo process. So you better know why you unaita Mungu gani na unamuita kwa sababu gani. When you are in trouble kama mnapigwa vita, sasa hiyo ita Mungu wa Joshua kuja kutetea. But usimuite kama mko na raha mnatembea na bibi, mnakula kaka chips, mnakula atemoreana geregeshiko kemwe na gadhani kama na mutumia rocio mukarumania tamanugo. Todo ukimuitire na no ginya ukiarute wira. That's the problem of us not understanding to interpret reasons why we call this that we are Mungu. Ati Mungu wa Joshua, Mungu wa Abrahamu na Isaka. Ujiulize, Abrahamu alipatiana bibi yake Abraham. Akarudi akaambiwa leta mtoto. Akarudi akaenda akateseka akapigana na Mafilisti. All over he went, he found trouble. Sasa ita Mungu ya nani? Ya Abraham. What would happen to you? Baka upatiane mtoto. Uwe no etekele mwana ule wako. Ona gaito mokebe ukimuria gaiko we na kioko kega. Yani gai ate udiwa wauga ate dwareke. Mwana wewe na kio wewe gai. Na bele ino ene kukuleta nina naenda kukubariki. Naenda unasema amen. Naenda kukuinua. Amen. Mimi ni Mungu wako. Amen. Sasa nataka unipatie mtoto wako. Adi? Adi? Mtoto wa nani? Wewe ni Mungu. Hebu sema kama wewe ni Mungu kwanza. Toa kitambulisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Understand when you are calling these gods. They were called kulingana na the reason. Ukisikia Mungu aliitwa Jehovah Nisi, walihitaji nini? Bendera to give direction. That is why they called him Jehovah. Wakamuita Jehovah Shalom because they needed peace. God is called kulingana na the situation. Kama kwa Wagikuyu tuna Ngai, meaning Hebrew and Kikuyu, we have the same 5 names for God, meaning the same. Tuko na Ngai, Gai, meaning ya Gai, todo ne Mogai. Ne Gai, Mogai. He's a distributor. God the distributor. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuina Murugu. Gai Murugu Fafa. Nedakohoya Murugu. Gai Murugu meaning? Kiawa. Gai Murugu meaning? We are beneath him. Nego toruguma atorugumete. Tore rugu rwa Gai. Aikaraga kuria matuine tugaikara rugu. Nigetagwo Murugu tondu ni aturugumete. Are you getting me? Ageto mwene nyaga. Mwene nyaga ni nini? Ona hedu we muthe kawakurire ku. Kariobagi. Wakurire Kariobagi kule utari Gikuyu. Mwene nyaga is the owner of
nyamũ cia gĩthaka ciothe. Hello, the owner of all nyaga nĩ nyamũ cia gĩthaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mwenyewe, ndio mwenye hizo vitu za kidhaka, madofu, manyang'au, manyoka. He is the owner. And why is he appreciated as the owner of them? Because he has provided them with one cloth which does not wear out, which does not become dirty, which does not grow old. One cloth. Nguo moja yamepatia wanyama. Wanakaka designer. Na ushaisikia ati nguo ya ng'ombe ilitoka kwenye design. That is God for you. Bwana ndio kieta kwa mwene nyaga. Na anawapatia chakula, wanakula. Ndege wanakula chakula, ng'ombe wanini, magamia wanakula chakula, madovu wanakula chakula, kila mnyama mpaka nyoka inakula chakula. Vizuri. Na wanashiba na hawana kasongo. They are not complaining about corruption. Hawa complain about anything because that is their God. Mwene nyaga. Agashoka geto ihiga. Asha. Deta. Asha. Kaidi muhihoro. Ageto ihiga riri thai. Ageto ke ihiga riri thai. Ihiga riri thai niki ile nona ile mawe ya mvua inaangukaga. Hailstones. Ushaisikia imekata mtu? Ushaisikia imeumiza mtu? Ihiga rina thayo. A God of peace. Jehovah Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, sasa si mumeelewa kidogo? Hivyo mnakaa karibu na mimi na hiyo najua inalipishaga. Hiyo masomo sasa hiyo nalipishaga. That is not biblical. Hiyo ni mimi akili zangu nimetumia nimefanya nini? Na hivyo ndivyo watu wanaishi kuelewa that the Hebrew community and the Kikuyu community are one. If you read in the book of 2 Chronicles something, it speaks of a Maasai man. Hebu niletee simu yangu. Nimekuja nayo hapa. Niletee simu yangu nikusomee kitu uone mpaka jina Maasai iko ndani ya Biblia. A Maasai ndio walikuwa na God temple. Ndio mara geragai temple. So, but it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in the upper room. They cleaned her and they laid her. Why could they want to wash her? Why could they want to clean her and then lay her at the upper room instead of taking her for the burial? Ni kwa nini? Why do you? Because these guys, they still believed this woman atarudi. The deeds of this woman. Yani unajua kuna mtu anaendaga mpaka mnasema huyu hakuwa nafaa. Mpaka mnataja watu watatu waine wa kijiji area yenu. Mnasema afadhali ngania kafangani agirathire na ngania. Kana kafa my brother ya munini agirathire. Kana kaze ni ile yako kabege no mutumio ni athi. Mone gaini yake no eka oru. So they were praying and praying because they kept her, because they really thought it was unfair for God to have taken her away. But God loves that way. That is how God operates, and that's how God works in many, many ways. Therefore, nataka nituangalilie, it is in the book of 1 Chronicles chapter 9, verse number 12. Hebu tupatie 1 Chronicles, alafu tena utarudi hapa. 1 Chronicles chapter number 9 verse number 12. Sijui kama hiyo mtakuwa wamemutilate. King James, I think King James, sababu hii inaweza kuwa chapter. Adaiah the son of Jeroham, the son of Poshur, the son of Merishija, Maasai, the son of Adiel. Did you know Maasai were in the Bible? It's a shocker. It is a shocker to you. Eh? Kumbe these guys, the son of Mashulum, the son of Meshilemith, the son of Ima. These are the people that were guarding the temple. Unasoma? Unataka kusoma vizuri tena? Soma. Simama, hebu simama. Simama. Mami simama. Simama tu. Naona umestuka. Soma sasa. Soma na nguvu. Amestuka kuona. Turudi pale tulikuwa. I want you to understand this. I will teach you about this. I'll teach you who are the Maasais and who are the Kikuyus. The Maasais and the Kikuyus are the Levites.
ndio Walawi. Ndio ndio Walawi. Ndio Walawi, alafu bado the clan moja wa Masai ni wa Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pande nyingine ni Walawi. Wakikuyu wa Murang'a ni Walawi. Wakikuyu wa Kiambu ni wa Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Wakikuyu wa Kirinyaga ni wa Juda. Wakikuyu wa Nyeri ni Walawi. Bwana Yesu asifiwe sana. And hizo nasikianga hizo ma-12 nitakuja kuexplainia how they fit in Kenya with the different tribes, Waluya, Wakisii. Hata hawa watu wa Somalia wako hapa. Si ndio Samaria? Hiyo ndio Samaria. Hapo ndio hawa watu walikuwa natupiga wa Samaria. Ndio naonanga they are still fighting with the Kikuyus. They want to dominate Kikuyus because they still ile vita ya kutoka siku ile. Maana ndio walifukuza wa Kikuyu wakatoka kule Assyria, mahali kunaitwa Assyria. Wale the northern from northern Assyria wakakimbia upande ya juu. Mahali wa Kikuyu walienda ku settle down, wakapata kuna a fig tree, mti ya mgumo, alafu kabusi kakakuja. Wakatoa sadaka, ndio wakapatiwa direction ya kuteremka. Kikuyus walikuwa mercenaries. Ndio naonanga hata sasa tabia wa Kikuyu ni mercenary. Walikuwa wanahaiwa kwenda kupigana vita. Sasa ungetaka kwenda kupiga watu wa Kisii, wa Kikuyu ndio walikuwa wanakuwa hired. They were mercenaries, walipigana mpaka Kongo. Wale wanapigana Kongo ni wa Kikuyu because they are still mercenaries. Hata hapa Kenya sinaona ndio Mogeke. Ukienda kila mahali ndio Maumau, ndio they were fighters. Bwana Yesu asifiwe sana. I will come to teach you about that. And every tribe kama Waluya wa Bukusu, they are part of the Kikuyu community. Naona hawa wanafuka kakireba hii ya barabara. Israeli Sidonyo. Dini ya Musabwa. Dini ya Musabwa ilitoka Murang'a kwa Ng'ang'a wa Ajiro. Ng'ang'a wa Ajiro kana tabate ule Mukolino. Ni Ng'ang'a wa Ajiro, Ng'ang'a wa Ajiro. Ndio alipeleka hiyo dini. Wale ni wa Kikuyu wa Bukusu. Ndio naona hata kula tukipiga tunapigana na Wabukusu. Waluya wengine wakienda padi hii Wabukusu wanarudagi kwa mbali Mkikuyu wako. Because katika madhabahu ya Wakikuyu na ya Wabukusu ni moja, ya Wakolino. Sema mnanielewa sasa. But it happened, 20 verse 38. And since Lydia was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent 2 men to him, imploring him not to delay in coming. Remember, this woman is already dead. Dorcas is already dead. Ameoshwa na ameekelewa kwa kuni itarato do watu walio hapa house. Aigerewa kule ikara igoro nigetha ashinagwa omeshino ni dogo ome. Bwana Yesu asifiwe sana, because they didn't have the hope. It's like when this guy called Lazarus, wakati walingoja siku 2-3 wakaona ataosa, they had to bury him. Bwana Yesu asifiwe sana. This woman was walikuwa nataka kufanya ile kitu inaitwa embalmment, kumkausha ndio waende wamweke kulingana na mila na tamaduni zao. So as they were preparing, their disciple had heard, one disciple had heard that Peter was around. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm telling you, when you are weak, my God is strong. When you are weak, your God is strong. When I'm weak, that is when my God is strong. Peter was just not be there because of Dorcas, according to him. But God had prepared Peter to be around there. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ama kuna angel prepared because of your situation. Kuna kitu kimetayarishwa mahali fulani because of the situation you are going through. So do not bother, do not be worried about the situation, because the situation is meant for you to see the greater glory of God. Because God has prepared every person and every people around you that will come and walk with you, stand with you, and make you successful. Do you know? Have you been in a situation? Umefika mwisho, unahitaji shilingi 5,000. Umefika mwisho kabisa, alafu unaingia kwa hoteli fulani kukaa huko. Unakaa tu desperately, unaenda kwa hoteli upumzike, maana umezunguka kwa marafiki zote, nobody is helping you. And just unaona kihoteli tu unaingia, unakaa chini. Na unakaa bila kuitisha kachai, unaulizwa mara 2. Customer tukuhusie nini? Unasema ngoja kidogo. Sasa hiyo unachukua kasimu kako na kale kanini katururu. Hello?
hapa hakuna network, unakaa chini, hakuna mtu anakupigia, lakini you are trying to avoid. Waiter anakuja, hello, waiter akikuja tena anaondoka akiona uko kwa simu, tena akikuja hello, hakuna mtu mnaongea naye, you are desperate there. Yani hauna mahali pa kwenda, hauna chochote cha kufanya, you have reached the end of it. Niko huruka hautake gogo, no ikikogo kiumbaka muti wothe kianoga kiumbaka harakia muti wakinya gikoba, inakaa hapo inaongojea sasa ipumzike tena itwage safari ikatafute mahali kuna mavuno. Sasa unakaa hapo, ukikaa hapo kimlevi kinakuja, kimlevi kimetoka kuiba pesa, kimlevi kimetoka kufanya maneno yake, kimlevi yani kinakuja kinatafuta mwanamke ya kwenda kulala na yeye, kinakuja kwambia yes babe, sasa ni aje mrembo, mambo wewe unakaa mzuri, badia mrembo kitu kule, badia ina mandazi mrembo. Sasa na yeye umeokoka na kulikuwa hapo kiomba kimoyo moyo, Jehova nitumie mtu, nimefika mwisho Jehova, kila kimutu Jehova natuma nikimrembo yaje. Hapo kikikubalia hivi unasikia kehera, kitu inakuwa ni kama sewage inatoka kwa mdomo yake, mrembo yaje, msova mbadile kitu nataka, anatoa pesa nakwambia mrembo shika hii 10,000 kai, naye ni mwokovu, utafanyaje? Na hiyo 10,000 ndio ulikuwa na uliitisha Mungu, nitumie mtu ukekatia mwana kiyoyo holy of the holiest, unaweza kufanya nini? Hadi back to sender uliomba ukaambia Mungu nitumie mtu, kijamaa kimekuja kimrefu kinanuka na makojo inyororoka huko, hakijielewi, kimelala baki natafuta kimrembo tu kia kwenda nacho, kinakupatia shilingi 10,000, na hiyo 10,000 ndio unaitaka. Haleluya. Rodo ugekate ugekate na ulikuwa umeomba Mungu nitumie kuguru. Unajua baba yangu ya kiroho James Maina Ng'ang'a, kuna kaibu anaibaga kuguru alimulisha Elija. Hiyo hivyo alikuwa naiba, watu wanatoa pesa kai noere bado ndio ina bado tunakaa nimekuruta watu yani alikuwa naiba baka analia, ukiona ameiba hiyo anaingia kwa mfuko anatoa kahadi kachifu. Unajua baba yangu ya kiroho ni mtu mzuri, I love this man. Twing. Hapo naangalia hivi, najua alikuwa gajabasi, anaangalia hivi hapo anashika. Nilikuwa mishamarani nikiendesha baisikeli yangu, Mungu akaniambia nitakutumia mtu. Ako wapi mtu? I love this man. Guy, gani mtu anatoa mtu kwa baisikeli anamfanya mkubwa hivi? Unaonanga anaendanga na chopa crusade. Hata wewe utatembea na chopa siku moja. Jiamini tu. Yaani jiamini tu. You will go far. So ndio tu ya matua. Oreneke. Yeye amekupatia. Hajakuuliza, hajakufanya nini? Amekupatia shilingi 10,000. Alafu amekununulia chakula. Alafu kimekaa chini, kimekaa kikikugoja ukule, kikarara. Unataka unaenda? Sasa wewe ni nani? Ni mwizi ama ni mtu? Ni kukuru. Ama unaenda ukiba kogoro alimulisha Elija. Kama kwa utakashuje. Ukahole apostle higweyo. Tali yaga icio ndende kwenda chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. This is wonderful. And since Lydia was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there. Umesikia how God operates? They sent 2 men to him, imploring him not to delay
in coming, they went and persuaded him and told him, oka na uke na ihenya. Yani ni haraka yora, oka na dugatumane. Kuja wewe personally. There is a situation unafikanga mpaka unaambia Mungu, kuja na ukuja haraka. Kuja maana tunakungojea, msaada wako unahitajika. Msaada wako unahitajika, kuja haraka. Msaada wako tunataka. Verse 39. Bwana Yesu asifiwe sana. So what was Peter doing around there? What was Peter doing around there? God had commanded Peter to be near, because he knew, I want to glorify my name. And I also want to lift Peter's name. And I also want to lift the faith of the people up. So some situations that we are going through are not meant to destroy you, are meant to glorify God. One thing you know, the problem that we are facing today, it is characterized, organized, prepared for the glory of the name of God. So you are a vessel to glorify. You don't need to be a pastor, you need to go through a situation. You don't need to be an apostle for you to glorify the name of God. You need to be in a situation and understand the situation, because in the situation God will be glorified. In the situation you are in today, God will be seen. In the problem you are facing today, God will be seen. In the problem of denial today, God will be seen. In the situation ya kufungiwa nyumba, ya kukosa kazi, God will be seen in you, and God will be glorified in you. So do not always look at a problem and see the negative side. Also look at the positive side. Every negative side has a positive side. And every positive side has a negative side. So look these things not in a single direction, but in both directions, and see God. That Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room. Hata hakuna solimiki, walimpeleka to the, because they had faith. With Peter, Jesus will be seen. With Peter, God will be witness. With Peter, there is healing. Bwana Yesu asifiwe sana. The situation you are in, it is not for you. It's not in vain. The situation you are in is not meant to destroy you. The situation of rejection, stagnation, limitation, kila kitu, whatever that is happening around you, it is not meant to bring you down. It is meant to make you better. And Peter came, they brought him to the upper room. And all the widows stood by him weeping. The widows ni wa mama. Sasa unaona hii ni jamii, is a community ambayo ilikuwa na masiku mata. So unaona hii ni masiku mata tupu. Single mothers in the house. Lift up your hand. Single mothers in the house. Hii roho tunaikemea katika jina la Yesu Kristo. Hii roho, hata mimi ni single father ama single father. Hii roho tunaikemea. Tuinue mkono wetu sisi the victims. The victims. Sisi katika jina, sema katika jina la Yesu Kristo, tumekataa roho ya kuwa single. And all the widows stood by him weeping, showing the tunics and the garments which Dorcas had made while she was with them. What have you made? What tunic? What kind of a garment? What kind of a story people will say you are doing? What kind of a development that people will come and say, wow, this man was doing this thing. Before he died, this is the work of this man. Before he died, he had built this school. Before he died, he assisted this group of people. Before he died, this is what he did. What can be associated with you right now? If you were to be asked today, what can be associated with you? The good things that can be connected. Remember, Hezekiah reminded God and told God, remember one thing I have ever done. Now, when these widows were weeping, they showed Peter, this is what this woman was doing. So if you are speaking to God, speak to God, telling him this woman was doing something good. This woman was making things to work. So, what can make the dead situation in you bring you back? What do you have? What argument can be placed before God that can cause something new to happen into your life? That can cause people to come and say, indeed,
This is a man of God. That can cause that man of God, when he comes, he can speak to God and remind God of something small that you are doing that is connected to your success story. Do you have? Apart from Irumiriam Urumanetere, do you have something else? Apart from Gino Yoshino Ranetere, do you have something? Apart from Goshogari, Nikiki Aguga, Gayauga. Apart from Kuinamia Kiogore, Ginakin Kimorito Hile, Nikiki, Gaya Agiki Giroga Miobereagai. What do you have? What is this good thing that you have done that can be witnessed before God? The good deeds you have done. But and all the windows stood by him weeping, showing the tunics and the garments which Dorcas had made while she was with them. Verse 40. But Peter put them all out. When God is operating on you, he will cause everybody to be out of your life. So when your brothers runs away from you, when your sisters runs away from you, when your own mother runs away from you, when your own father runs away from you, it is not that they want to run away. It is because they are removed not to witness what God is about to do in your life. Hello. So wacha kuanza kulia ati anaitwa aki apostle mimi watu wetu waliniacha. Apostle mpaka mume wako alinitoroka. Apostle imagine mpaka machokora wananiona wanatoroka. Sijui nimekosea Mungu nini? Hapana. It's God that is keeping them away. He's about to bless you. He's about to anoint you. He's about to bring some glory in you. Therefore, that is why he has to cause everybody wakuondokee. Ndio wasione formula ya baraka yako. Maana wakijua formula ya baraka yako, watalete ma-DNA zao, watalete waganga wao kujaribu kuiba nyota yako. Watu wengi ambao nyota zao haziwezi kuibika kama yangu hawezi. Si mmejaribu kuiba, wamejaribu kuchukua nyota yangu lakini wajui. Maana nilifukuziwa kila mtu. Kuna mtu alikuwa ananikaribia. Ungenikaribia wewe? Si hata leo umepiga simu ukikuja hapo umeambia familia msima nimeenda kanisa fulani ya yule mtu aliyekuwa. So in case kwa hitanari. Why? Because kuna kitu Mungu aliweka ndani yangu kilifanya utoroke na hakijatoka na hakitatoka mapema. Hapana, hata niliambia Mungu usikubali watu wanikaribie. Wacha wakifika karibu wanaona ili yule mtu wanarudi nyuma kidogo. Ndio nifanya kazi ya Mungu bila interference. God causes these people to get out of your life so that you have minimum interferences when you are doing the work of God. Minimum interferences when you are being grown by God. Minimum interferences when the blessings are coming. Unajua wakati unabeba makoto ni za blessing ukipeleka kwa nyumba, unakuta kimama kingine kimoja, kai nini? Haya ni mataweli. Haya ni TV. Haya nini? Haya unakuta kinakuzuia hata kuingiza TV kwa nyumba. Baka kinakuja kinasimama kwa nyumba kinakuwa kama kistachu. Maana kimekodoa macho mdomo no rutageraita. You do a blessing. So God will cause these people to run away from you so that you may be able to pack your house the way you want to pack your house. Bwana Yesu asifiwe sana. So do not be worried of what is happening around you. Do not be worried of what is going around you. Do not be worried of how they say about you. Be punctual to God because God will cause them to go. Because when he blesses you, when he was creating a woman, he killed the man. Did you know that? When he is creating a woman, because he didn't want man to know the formula ambayo ilitengeneza huyu jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio wamama natakanga kuambia wao mumeolewa. Hawa mjaolewa msijali. Hawa mumeolewa ama mko kwa bwana zenu. Ukiona bwana yako anaangalia mwanamke, acha usisikie vibaya. That is our nature. Hata mimi pastor ninaangaliaga. Kwa nini? Because kila mwanaume anaangaliaga akijaribu kujua huyu mtu alitengenezwa namna gani. Ni kwa nini huko kulifura? Ni kwa nini huko kulifura? Ni kwa nini huko kulikaa? We are just mesmerized. We don't know how you are created. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why unaona kama huyu amevaa hivi nguo mzuri hivi, si wanaume wengi watamtamania. Lakini akivaa kamini skati kafike hapa. Sisi yote tutakuwa tukiangalia. Wenye anaenda. Na akipita hapa azuguke, atoe nguo akuje uchi, hakuna mwanaume atamwangalia. Tutaangalia kado naangalia haraka kado.
unakalia tena, hutaki kuona, because we men, they live on imaginations. Hatukurangi kitu real, tunakuranga nini? Imaginations. Kwa sababu ninataka hiyo miniskirt. Hiyo sasa nikiona hiyo miniskirt ninataka kuchugulia. Lakini ukiniletea ikiwa open, sichuguli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifunika kabisa, ninakuogopa. Nyakakado. That is how man was created. So ukiolewa, kwa wale hawajaolewa, ni counseling nafanya for free, Agnes. Ukiolewa, uone bwana yako anaangalia huko, hana intention baya, haki hana. Nikugereageria kwa imagine umutumio sio niki gitumite. Tunajua kuna wengine wako na mlima kubwa sana. Hiyo mlima imetoka wapi? Anabeba namna gani? Wengine huko naona huko kuko namna gani? Mwingine anaona kamwili, hapa ni kamwili kadogo. Unafikiria, unaochangalia kwa gari unaona ni kama ni katoto kanaendesha gari. Wacha atoke kwa gari. Unashindwa, huyu ni huyu niliona ndani. Sasa unataka kuniambia hata kama ni imeokoka, sitaangalia? Wewe huwezi kuangalia? Wacha kujifanya mwokofu tunakaga biguni. Utaangalia. Lazima uangalie. Hata wale wanaangalia tu. Unashindwa, huyu nake umogalini eno. Nikuoma. Usiwache nikupatie tu free counseling. Muache kuhukumisha roho yenu bure. Mwanamume hata nani, hata we nani anachuguliaga. We, pastor. Pastor niko mwanete. Ndio utagereria. Alafu. Ole wagwa. Yes. Hii hapa ndio. Sasa unaweza kuniambia mnaweza kuja unitokose niende na wewe? Ati kwa sababu umekuja kwa ofisi yangu sasa niache kufanya hivi. No, hiyo kitu inakuaga hapa. Ujika yote inakuaga wapi? Hapa. Si ati umenitokosa. Ati tonetwa dina wewe si ati anaenda kuagusha apostle. Ati msikubalie mwanamke atagusha. Apostle anajiagusaka yeye mwenyewe. Hakuna mtu atatoa apostle nini turosa. Yeye ndiye atafungua turosa. Wacha kusema ati anaenda atikio mwanamke atenia kwa mgoidi. Mgoidi atia. Ugegoidi atia. Sisi ali. Ugegoidi atia na ndina hinya na ndemu murugamu na ndina hakiri. Ni tu hakiri tu akoto buthu. Tigiti ati ndugejeka. No tu hakiri tu akoto buthu re. Ndakuona ngona thruari gwete, ndakuona ngona kiri. Zipu yako ikoragwo ready guikuruka ri. Ni tu hakiri tu buthu. Si ati unaweza kuagusha. Kuna mtu ana uwezo wa kuagusha mtu. Jisimu kuja mjaribu kuniagusa. But Peter put them all out and knelt down and prayed. And turning to the body he said, Tabitha. Turning to the body and he said, Tabitha, arise. Any business that is dead, arise today. Any family, any marriage that is dead, arise today. Any ministry is dead, arise today. Whatever that is a problem in your life, arise today. Whatever that they have taken away from you, arise today. Whatever they said is dead, arise today. Chochote ambacho kimekufa. You don't need magic. You need to have a man of God to come and say, Tabitha, arise. Hallelujah. That is why these people were kept away. That is why people waliambiwa waondoke. Because what is about to happen will confuse them. Because alitaja tu Tabitha. How many words? Alafu nakuta mtu mwingine anakupaka mafuta mpaka kwa mwili. Akikwambia ati utapona, anakusugua mwili. Anakusugua mwili. Hapo unataja tu jina mbili. Tabitha, arise. Lazaro, amuka. Hiyo tu ndio unataka kuamsha ministry yako. You need 2 words. Kuamsha familia yako, you need 2 words. Kuamsha biashara yako, you need 2 words. Kuamsha kila kitu ambayo walisema imekufa, you only need 2 words. Sio prayer, sio maombi mengi haraka barabara. Rere bozo kondorobo ya kandanda. Huyo ni yule anasema mabriga ni namba 28. Mnakumbuka ile tulikuwa tunacheza hivi. Alafu narusha. Bwana Yesu asifiwe sana. You only need what? That business, yambie arise. You got the power. God is around with you. God is waiting for you for that moment. God is waiting for the preparedness. Call upon God. They went when they had Peter's around. Walikimbia mpaka kwa Peter, wakaita Peter. Muite Mungu wako, yuko tayari kukujibu. Muite sasa, yuko tayari. Your God is ready. Yes, he's waiting for that moment. He is waiting for you now.
wacha kuhangaika, wacha mihemeko, wacha miruko. Tabitha, arise. And she opened her eyes. May your business open its eyes. May your family open its eyes. May your ministry open its eyes. May whatever you endeavor to do, open its eyes. Whatever that brought you today here, it was because it was dead. But I command it to arise today, and the eyes of whatever that brought you here, may it open its eyes to you. May your eyes be opened. May your eyes of the ministry be opened. May your eyes of the business be opened. May your eyes of mwanamke ule natafuta na bwana ile natafuta. For those who are looking for man, may the eyes of a man be open to see you. Hallelujah. There are people who are going to be seen today. Hapa testimonies hapa stand zitakuwa mkuje kutoa testimony. By the time you toka hapa uende baka kwa stage pale, makaga mmoja atakuzungumzia, chokora mmoja atakuzungumzia, another man in the suit atakuzungumzia, because the eyes have been opened to see you. Walikuwa wamekuweka veil, walikuwa wamekuweka kinet, you are not being seen. Walikuwa wamekuandika hapa you are already married. Walikuwa wamefunga duka yako, wamesema close, you are not operating today. Walikuwa wamesema ministry yako imesimamishwa. From today the veil imeondolewa, the veil imeondolewa, the veil imeondolewa. Wataona duka yako waseme we are open. Wewe mwanaume ambaye hawakuonangi mpaka una dress vizuri, mpaka kutembea unatembeanga ukitingisa ndio uonekane, lakini hawakuonekani maana uliwekwa ndani ya neti usionekane. Kutoka leo neti imeondolewa, neti imeondolewa, atakuona. Huduma yako itaonekana, njia zako zote zitaonekana. Yes. Tabitha arise, and she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And when she saw this is Peter, irrespective of the death in you, irrespective of what they did to you, you are going still to recognize the presence of God. Irrespective of what they said about you, when the presence of God comes to you, you are going to recognize it, and you are going to see the magic hand of God. You are going to see the power of God. You are going to see the anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado utaenda kuona utukufu. When you are risen up by God, kubali ukufe ndio Mungu akufufue. Kubali hiyo ministry yako ikufe ndio ya Mungu ifufuke. Kubali hiyo ndoa yako ikufe ndio ya Mungu ifufuke. Kubali mambo yote ambayo ni machafu yaliyo ndani yako yakufe ndio Mungu akufufue. When God raises you up, you will see the presence of God. You will see the anointing of God. 41, you will see everything that pertains you. Hallelujah. God has blessed you tonight. God has given you another chance of seeing the greater glory of Him. God has given you. Then He gave her His hand. Oh, Mashanda Baseri. That God will give a hand. God will lift you up. God will take you with you. Oh my God. Because God has resurrected you, He will give a hand to you. And they lifted her up. And when she had called the saints and the windows, He presented her alive. Oh, your business will be represented alive. Your marriage will be represented alive. Your ministry will be represented alive. Whatever that was killed by the enemies, whatever that the enemies decided to kill, will be represented back to you alive. Nothing that they took away from you that will never come back to you alive. Chochote ambacho walikiiba, chochote ambacho walikichukua, chochote ambacho walikiharibu, kitaregeshwa kwako, kitaregeshwa kwako kikiwa hai. Walisema umekufa, walisema umeisha, but I want to assure you tonight that leo you will be represented alive. Somebody to rise up. Hallelujah. Somebody to rise up. God has done it. Orima shende ribo ya kotorimaza. Oh my God.
This is wonderful. This is the work of God. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, niko tayari kuinuliwa tena. Mwambie niko tayari, nimeweka mizigo yote chini. Mwambie sijiwezi, sijui, I don't understand myself. Mwambie, oh my God. Just open up your lips and speak to God about that which you want God to bless you with, about which you want God to lift you upon. Ndicho Mungu unataka Mungu amkuinulie, akaweza kukiinua siku ya leo, akaweza kubadilisha maisha yako, akaweza kukuinua katika misingi thabiti, misingi ya utukufu wa Mungu, akaweza kukufanya kiumbe kitakatifu kipya, akaweza kukutengenezea maisha mengine mapya, aweze kukuandalia misingi mipya. Chako, mwambie Mungu, mwambie Mungu, you are faithful. Umekuwa neema kwangu, umekuwa baraka kwangu. Ya huyo mimi niinue, mwambie niinue siku hii ya leo. Katika unyonge wangu niinue, katika unyonge wangu niinue, katika unyonge wangu niinue, nifufue tena. Umashanda burina zerere boza. In verse number 42, and it became known. Listen here now. And it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. The situation you are in will cause many people around you to know that indeed you are a daughter of God. Amen. Indeed you are a son of God. Amen. And many will believe God because of you.
Many will be with you because God has done it. Amen. Oh my God. And that is the victory behind what God has done in our lives. That's the success story that God has done in our lives. That because of the situation you are in, God will be known. It's not in vain. Shika sadaka zako ulete hapa mbele. Just shika sadaka zako, maana Mungu already ametenda. Mungu amekubadilishia maisha yako. Mungu amelete mabadiliko makubwa. Nipatie bahasha hata mimi, na nimesikia kufufuka. Nimesikia kufufuliwa. Chochote kilichozikwa ndani yako na kikafufuke. Nipatie hawa. That lady. Yes. Chochote walichozika ndani yako na kikafufuke. Chochote walizika ndani yako na kikafufuke. Chochote walizika ndani yako na kikafufuke. Chochote walizika ndani yako na kikafufuke. Anything ambacho ziko ndani yako kifufuke. Anything walizika ndani yako kifufuke. Anything walizika ndani yako kifufuke. Chochote walisema kiondoke katika maisha yako na kikafufuke in the mighty name of Jesus Christ. Chochote walizika ndani yako na kifufuke. Kuja. Chochote walizika ndani yako kifufuke. Chochote walizika ndani yako kifufuke. Chochote walizika ndani yako kifufuke. Anything they buried ambacho waliwachana na wao, unawashikilia wa nini? Why are you stopping them? Chochote ambacho walizika ndani yako kifufuke. Chochote walizika ndani yako kifufuke. Chochote walizika ndani yako kifufuke. Chochote walizika ndani yako kifufuke. Mizimu yote kaondoke katika jina la Yesu Kristo. Chochote walizika ndani yako kifufuke. Chochote ambacho walizika ndani yako kifufuke. Chochote walisema kikufe ndani yako kifufuke. Chochote walisema ndani yako kikufe kifufuke. Chochote walisema kikufe ndani yako kifufuke. Chochote walisema ndani yako kife kifufuke. Whatever they killed in you, come back. Whatever they killed in you, kikuja tena in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Whatever they say to die in you, come back. Whatever they say to die in you, come back. Chochote waliua ndani yako kifufuke.
Chochote waliua ndani yako kifufuke. Chochote waliua ndani yako. Chochote waliua ndani yako kifufuke. Chochote waliua ndani yako kifufuke. Chochote waliua ndani yako kifufuke. The mighty name of Jesus Christ. Anything they kill you, chochote waliua ndani yako kifufuke. Chochote waliua ndani yako kifufuke. Chochote waliua ndani yako kifufuke. The mighty chochote waliua ndani yako kifufuke. Chochote waliua ndani yako kifufuke. Wakati walioingia ndani yako, chai walioweka ndani yako, chai walioweka ndani yako, na ifufuke, ifufuke tena. Chai iondoke, wanga iondoke, walori waondoke, mizimu iondoke. The mighty name of Jesus Christ. Kinagia the mora kinaza ile wako ministry yako. Kaya mimi ukidhini wale tuna Yesu Kristo. Ministry yako ile wale tuna Yesu Kristo. Kinagia ile wako kwa ndio sio kwa game right Jesus Christ. May the spirit of God associate you. Lift you up. The mighty name of Jesus Christ. The mighty. Come on. Every demonic power against you. Every power is against you. Every spirit of witchcraft against you. Out in the mighty name of Jesus Christ. May God bless you. May God bless you. May God make you become the best you should be. In Jesus' name. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Whatever that they killed you, whatever they said you are, that was negative against you, from today, inafufua vitu vyote vilivyo ndani yako, vipawa vyote zilizo ndani zako ambazo waliziua, sasa vifufuke. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Chochote walichokiua including your marriage na watoto na ministry yako zote na zifufuke. The mighty name of Jesus Christ. May the Spirit of God bless you once more.
Christ. Whatever that you are stolen from you by the devil, I return it in the mighty name of Jesus Christ. From today, you are restored. From today, may God bring restoration in your life. From today. So in the mighty name of Jesus Christ. Thank you. We give you glory. Thank you, Father. We give you glory. We worship you. You are the holy of the holiest. You are the master. You are the king. You dwell in heavens. You bless us. You hold us. You have been the pillar into our lives. We seek every forgiveness of every kind of a sin that you have committed, that from today you may resurrect the gifts, the blessings, the anointings that you is upon us. Wabariki watoto wako, wakumbuke, nyoyo zao zifufuke tena, miili yao ikafufuke tena, ndoa zao zikafufuke tena, biashara zao zifufuke tena, njia zao zote ziimarike kwa mapenzi yako, kama vile Dorokasi alifufuka kwa ajili ya matendo yake mazuri. Ulimtumia mtumishi, na mtumishi alipofika kule alimnyanyua tu na akasema fufuka. Pia na Hawa, kama mimi mtumishi wako, ninanyanyua Hawa kwa kila njia na kila mipango na lolote ambalo wanalolipitia. Hiyo kifo ambayo iliyo ndani yao ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Hata huduma hii, nainua mikono yangu, tuinue mikono yetu juu. Huduma hii imeonewa na watu wengi, imepangiwa maovu mengi. Wametuma wachawi, waganga na watu wa Illuminati, watu wa One World Order, watu wa kishetani, eti wakuje wafunge huduma hii. Wameweza kujaribu kuua, lakini kutoka leo kwenda mbele, Mungu, huduma hii, the synagogue, CFC, Bethel, Besima, whatever that it is, praise and worship team, deacons and deaconesses, pastors, worship team, members of the church, youth and elderly, women and everybody, rise up and preach the gospel of God. From today, you are risen. Ministry, synagogue, CFC, from today, nobody will stand you. Nobody will be an obstruction to you. Nobody will be against your progress. Nobody will say against you. No witchcraft, no powers of darkness, no powers of demons will be able to prevail in this sanctuary. This is a holy sanctuary. I put the ring of fire and the angels to arrest whichever that will be sent by the demons, that be arrested, be taken to custody, be consumed by the Holy Ghost fire, that you will never prevail. Uchawi aina yoyote, wawe ni Illuminati, wawe ni waganga, wawe ni warogi, wawe ni aina yote ile, whatever kind of you are, hata majini, ninawakamata. I destroy you. I dismantle everything that you have tried to plant in this ministry. This is a holy ministry, a ministry of God, and no weapon fashioned against this ministry and the children of this ministry and the servants in this ministry and every project in this ministry will never go down. In the mighty name of Jesus Christ, I prophesy success. I prophesy blessings. All to you children, I prophesy that from today, doors will open. Even the doors that you didn't want to open, as long as they are blessing doors, you shall receive the blessings. As long as you are walking with God,
God will walk through with you. As long as you are in the holiness of God, may God dwell in you. In Jesus' name we pray. May you be blessed. Thank you. You may be seated. I want to make a small announcement here. From next week, we'll be having our home-based church. Home-based church means that we are first not going to be going home kwanza kule kwa watu, tutaanzia home-based church hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I want to reach you closer. Kwa sababu watu wengi wanakujaga asubuhi mpaka jioni ukiningoja, sometimes inakuanga tiresome. But when tukikuwa na miaki kama yule unaonanga Catholic, unakuta father anatembelea watu kwenye mwaki fulani, si ndio? They become more closer, and you ask questions there, we pray together there, and we do developmental agendas together there. So we are starting from here.